Uliuliza na kuuliza, na sasa kuuliza kwako kumekuwa mara kwa mara. Umejifunza kuzungumza na Allah mchana wote na usiku kucha. Lakini wakati unapofurahia ukaribu wako mpya na Allah, bado unashangaa jinsi jibu la maombi yako yatakavyojibiwa. Una maamuzi muhimu mbele yako, maamuzi ya kazi, maamuzi ya familia, maamuzi ya maisha, na wewe na kila mtu unayempenda wanaomba ufanikiwe kuyafanya sawa. Imam An-Nawawi rahimahullahu alisema, hakuna mtu anayejutia istishara, ambayo ni kutafuta ushauri kutoka kwa watu wema, na istikhara ambayo ni sala ya mwongozo kutoka kwa Mola wako mkarimu. Na kwa nyakati za maamuzi makubwa mbele, nawe unapaswa kuomba njia zote ziwe sawa. Sasa unasubiri matokeo ya maombi yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba dua kwa miaka 13 wakati yeye na wafuasi wake walipoteswa kwa ajili ya Uislamu, lakini hakuwahi kukata tamaa na dua, na aliendelea hata baada ya kushuhudia wenzake wakiteswa, wapendwa wake wakikataliwa, na hakuna mtu duniani ambaye alionekana tayari kumkubali. Sasa fikiria Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya sawa na dua ya istikhara huko Maka, kisha akaishia Taif, kisha akarudi kuomba dua tena wakati bado alikuwa amefunikwa na damu yake baada ya kukataliwa huko Taif. Madina ilikuwa lengo la kila wakati, lakini Taif ilikuwa sehemu muhimu ya safari yake. Na wakati mwingine wakaa wako katika dua yako ni muhimu kama mahali pa mwisho pa kutua. Niliomba dua hii na nikachukua kazi, au nilianza uhusiano ambao uliishia kuwa mbaya kwangu? Hapana, ilikuwa ni hatua ya kuelekea kitu kingine. Zakaria alayhi salam aliomba mtoto kwa miongo kadhaa bila mtoto kuzaliwa. Lakini ni kiasi gani kilichozaliwa kwake na mkewe huko Janna kwa kila mara walipofanya dua za dhati. Labda Allah aliwafungulia fursa zingine ambazo hazingewezekana ikiwa wangekuwa na watoto. Je, Zakaria angeweza kumtunza Maryam kwa karibu, mwanamke bora wa wakati wote, na kumtunza na kumhudumia iwapo angekuwa na watoto wake? Ibrahim na Sara waliomba dua kwa ajili ya kupata watoto kwa miongo kadhaa kabla ya wao kufika. Je, Hajar na Ismail wangekuwepo iwapo Ishaq angezaliwa miaka 13 mapema badala ya kaka yake Ismail? Allah alijibu dua zao zote kwa wakati wake na mpango wake, na akaleta bora zaidi katika kila moja ya hali hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka mji wake wa Maka kumkubali mara moja, lakini alitunukiwa Madina, mji wake wa pekee. Dua ya istihara ni kumwomba Allah akuweke mahali panapofaa zaidi dunia yako na akhera yako katika hatua hiyo ya pekee. Tatizo linakuja tunapokwama katikati ya istihara, na sio mahali ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anaazimia hatimaye tufike, na hapo tunaweza kukasirika. Hivyo mtu anaposema niliomba dua ya istikhara kisha nikaolewa na mtu huyo ambaye aligeuka kuwa mbaya, au nilipata kazi hii ambayo iligeuka kuwa ya tabu, basi wapi ilikuwa faida katika yote hayo? Kweli katika istikhara yako unamuuliza Allah kilicho bora katika akhira na dunia, na wakati mwingine vitu hivyo vitakuwa katika mgogoro katika wakati husika unaoomba, na wakati mwingine istikhara hiyo hiyo itakupa matokeo tofauti kulingana na ulipo katika safari yako. Allah subhanahu wa ta'ala labda alitaka ukue katika tabia yako na kuinua daraja lako mara ya kwanza uliyofanya istihara. Vipi? Kwa kukunyima ulichokuwa ukiomba katika maisha haya, lakini kukupa kitu bora zaidi katika akhira. Lakini kisha mara ya pili inakuja, na unapofanya istihara hiyo hiyo baada ya tabia yako na daraja lako kufikiwa kilichokuwa bora kwako, Allah alikujibu kwa ulichotaka katika maisha haya. Fikiria tukio hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam awali alimwozesha Zaid kwa Zainab na ndoa yao haikufanikiwa kabisa.
Lakini kisha Zainab akapata kuolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam badala yake, na Zaid akapata jina lake kufunuliwa katika Qur'an ambayo bado tunaisoma leo. Kwa hiyo angalia walikoishia, na nadhani wote wawili wangesema kuwa matokeo ya mwisho yalistahili kabisa tukio hilo. Ikiwa ungeweza kuona hekima ya mchakato kabla ya bidhaa ya mwisho, haungeelewa tu zaidi, bali pia ungeshukuru zaidi. Kama Ibnul Qayyim rahimahullahu anavyosema, ikiwa pazia zingefunguliwa na ungeweza kuona nyuma ya pazia kile Allah anachofanya kwa wema kwako, moyo wako ungeliyeyuka kwa upendo kwake. Lakini wengi wetu tuna kile tunachokiita tawakkul iliyoharibika, ambapo unadai sio tu mwisho unaotaka, bali pia njia unazotaka kufikia hapo. Badala yake, zingatia kwa karibu zaidi. Mara ngapi umepitia jambo la kadar ambalo haukujua ungeweza kuliishi? Mifano mingapi Allah ameweka katika maisha yako ya watu wanaoonekana sawa na wewe, lakini wamewekwa kwenye njia tofauti. Hiyo ingeweza kuwa wewe, na ikiwa ingeweza kuwa wewe, ingeweza kuwa bora, kwa sababu hali yoyote inayorudisha moyo wako kwa Allah ndio bora kwako wakati wowote ule. Na hivyo unapohisi kama unakabiliwa na kukataliwa baada ya kukataliwa, lakini hiyo ndiyo inayozidi kukurudisha kwa Allah mara kwa mara tena, basi labda hiyo ndiyo ilikuwa hoja yote ya kukataliwa hapo mwanzo. Kama Sufyan ibn Uyayna alivyosema, kile mtumishi anachokichukia ni bora kwake kuliko anachokipenda, kwa sababu kile unachokichukia kitamfanya aziongeze dua zake, na kile anachokipenda kitamtoa kutoka kwa dua. Na kadri wakati unavyopita na hitaji linavyozidi kuwa la haraka, maombi yako yanakuwa ya haraka zaidi pia. Kadri machozi yanavyoanza kutiririka kutoka machoni mwako, unaanza kumuita Allah kwa majina ambayo hata hukuyajua hapo awali. Unaungana na Allah katika kiwango cha juu zaidi kuliko hapo awali. Kisha unagundua kuwa kuchelewa njiani kulikuwa zawadi kubwa zaidi. La yakun ta'akhuru amadil ata ma ilha'i fi ad-du'a mujiban liyasika fahuwa dhaminan laka al-ijaba fima yakhtaru lak la fima takhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Ikiwa licha ya maombi ya dhati kuna ucheleweshaji katika wakati wa zawadi, usiruhusu hiyo iwe sababu ya kukata tamaa kwako, kwa maana yeye amekuhakikishia jibu katika kile anachokuchagulia, sio katika kile unachochagua mwenyewe, na katika wakati anaoamua, sio wakati unaotaka. Na utulivu unaokuja wakati mtu hatimaye anaamua kuachilia matokeo anayoyatamani sana ni hisia isiyoelezeka kwa maneno. Unyenyekevu wa kujisalimisha kwa Allah, na huenda hata ikawa kwamba Allah hatakupa kile unachokifikiria unakihitaji mpaka ukitake tu. Wakati mwingine anavunja utegemezi wako juu yake kisha anakupa, na wakati mwingine katika maumbo ya kutoka mahali ambapo haungeweza kufikiria kamwe. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu, na anayemcha Mwenyezi Mungu humtengezea njia ya kutokea. Hivyo jaribio lako la pili linapokuja, utakuwa na nguvu zaidi za kiroho na kiakili kulikubali kuliko ulivyokuwa nayo hapo awali. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun.